Good evening, viewers from all over the world. My name is Reverend Dora Waroinge from the Synagogue Crusaders for Christ is the ministry. And we are glad that you're watching us. In this program, it's about life. It's about dreams. It's about what God has said about you. It's about Jeremiah 1 verse 4. That before you were born, God had created you. Before you were born, God had sanctified you and set you apart and anointed you to become somebody. So every person got a dream. And you are a human being, that you exist on earth, you got a dream. And this dream is real and is valid. It doesn't matter the road. It doesn't matter how you go about it. It doesn't matter what goes through you. It doesn't matter who will stand by you. It doesn't matter what will be against you, the walls against you, the powers against you, or the forces that are against you. What matters is that God has anointed you, put you into somewhere, a sacred place where no weapon fashioned against you that can prosper. In the book of Zechariah 4 verse 6 says, it is not by power, nor by force, nor by mighty, but by the Holy Spirit that we conquer. Today I have a very special guest that is going to tell us about the story. Previously I told you about my story. I used to be a street boy. I used to be a robber. I used to be a snatcher, pickpocket, changadira, and I've done all these things. Only because I didn't have hope, I didn't have the future, I didn't have anything that I can associate myself with. But little did I know that irrespective of what was going through, God was on my side. I had been consecrated, I had been anointed, and I was known before I was born. That is where many people don't understand that you are known before you are born. As therefore, your path is set. So whatever that you are going through, whatever goes through you, it is not about your failures, but about the path for your success, the path for your future. Therefore, today I have a special guest by the name Mike Nyethe. Mike Nyethe has a very good story. But before we start with the story, who are you? Who is Michael Nyethe? Mike Nyethe. Wacha nitumie Kiswahili. Tumia tu Kiswahili. Mike Nyethe ni kijana mwema, ni kijana mmoja ambaye sijui ndamuidi. Ni kijana ambaye amejijua yeye ni nani. Na na amejua yeye ni nani kwa life yake. Na ndio maana ako mahali hapa kusaidia kupatia wengine hope ya kuwajijue, pia wajijue wafike ili wasikubali, because huko nje bila kujijua yenyewe kweli yenyewe ni hard sana, ni ngumu, because unakuta usipojijua ndio unakuta hizi vitu zinapata space new. Hizo vitu zote yani zinatumika, hizi miadarati nini zinapata space, ama anything inapata space ili kwa sababu ya kutojijua. Lakini the moment umejijua utaweza kupanga mpangilio wa life yako. So Mike Nyethe ni kijana ambaye amejijua na ambaye alikuwa hajijui hapo mbeleni. Ni kijana ambaye aliishi life yake without hope, maisha bila tumaini. Sasa nikuulize Mike Nyethe, unaitwa Mike Nyethe. Mike ni jina ya Kizungu, Nyethe ni jina ya Kikuyu. Jina ya Kikuyu. Lakini naona unakaa Moria, unakaa Ethiopia, unakaa nini? Mwarabu, Mportuguese, mu Ronaldo. Yeah, good, Brazil, nani? Brazil, yani ilikuaje? Ama ni venye tu ulikam huko, ukapotelea huko, ukatafuta kitu kijini ukajiekelea? Swali waga hapo yani. Swali waga hapo. Hapo ndio nakutaga most of the time, yani hata nikienda mahali popote nikienda tu kujiintroduce jina. Yani kwanza niseme tu yani wao wagatu hata wala shughuli, but the moment nasema Mike Nyethe guy kaigoni ige kai ni mali bakari gwatele kagwathi ate kari ore ko au mako. Yani kwani uni mwalisha baba amekuja kutupangia? Hata kuna mahali pengine nilienda kuperform makihora search kali yake matikuhora mwazaji haisa puru pit dinege bagero kuja hapa polo tuko naangalia no
Na leo kama kuhura kwa sachi. No pesa sikia tena madhabahu imelipulio mbaya sana unajua. So hapo hivyo ndio kuna na swali hapo. Hapo hivyo kwa Mike Nyethen. Mike Nyethen ilinemiwa after my uncle. Yeah. We tasambi so uncle yako ni Msapere. Uncle wangu ni Msapere, mother ni Msapere. Kwa hivyo ni Msapere. Mimi ni Msapere. Sasa hapa kwa itakuwa wapi? Hii nini? Hapa katikati. Hapa katikati. Hapo ndio kuna chemistry na physics. Physics zinakuja kwa biology pamoja na usani. So umeishi wapi? Unaishi wapi? So mimi nilijipata nimezaliwa mtaa ambao unaitwa Kawangware. Area inaitwa Muthiora Road Muslim. Au huko ndio nilijipata nimezaliwa. We are 4 brothers, tulikuwa vijana wanne. So mamangu alikuwa single mother. Yeah, na alikuwa na watoto wanne. You can imagine the hardship ambayo alikuwa na go through. Hata nimekam ku understand wakati nilipokuwa mtu mkubwa, pia ali undergo hardship. Unajua sisi tulikuwa tunaona kama ana time yetu because most of the time alikuwa busy. Alikuwa na hanga. Alikuwa busy. Ako sokoni, yako ni. No rabi saa dainya. Na yake plus yake alafu mwana nene na ako job ile ako place ati ameandikwa job ni hustle alafu mwihejo yani modo ile sia zidabara si yake afu unajua you can imagine that atoi si wa baba mmoja kwa hivyo you can imagine pia the struggle alipitia sana kuna mngoria hapo kwanza alipitia struggle sana because unacheki sasa first hata yule atamwari kwanza kuna maswali pia na ndio kuna vile unaweza wa mtu ana watoto fulani na unaweza huyo baba anaweza associate nao unaget. Sasa kuna kamoja hapa anajidwa huyu naye. Kuna kamoja hapa kayuko sika one of huyo no wako. So kwanza hiyo ilituma nipitie hardship sana. Hiyo kutokubalika yani hiyo people wangetaka is like nilika ni kama yani ile kupaka ni kama kuna nikatata mdo ile ritual yake you see. Sasa huyu wenye ulichomoka ni kama mzee unajua ni ametoka ni Ukikuyu but kuna mbegu nyingine ambayo imetoka ambayo si ya Kikuyu. Ikai Kikuyu. So kanimagine kama yule madha mwingine hapo hivyo nakumbukanga hiyo Thika Road kitengenezwa. Alafu kuna kuna demu mwingine hapo hivyo. Alikuwa anauza magetheri, anauzia hawa wafanyikazi. Wangiu. Sasa wakati ameenda kujifungua mtoto si alipelekwa hospitali hapo Thika level 5. By the way ni real story. Hapo Thika level 5 wakaenda huko boy amepeleka bibi yake amemwacha. Sasa the following day akaambiwa sasa mama amezaa, bibi amezaa ni kuendea mtoto. Sasa wakati alizaliwa bibi kwanza kitu ilimpiga ni shock. Lazima. Sababu nikamhunyungi. Jangi. Unaona tu newborn kahuana. Nikamhunyungi. Sasa bibi akacheki akaona hii story ni ngori. Alafu immediately akaliflect hiyo siku alidanganywa tu na mhunyungi wakapiga chochoro moja na hiyo story ikakuwa akamwambia katuchio ngima so akaingia box. Sasa imagine uko na mtoto utaki umeambia chali nikahe yani kaboy chali anabambika sana lakini za story tu utamwambia ni muyonghi aje. Sasa ile story kungojea huyu chali akuje mpaka hosi nilikuwa tocha ya una imagine hata mwambiaje familia utaiambiaje itakuaje. Alafu huyu chali alikuwa mdak kama Msudanisi. Hii ndio sababu kuna vita. Na demu mwenyewe ni mdak kama Msudanisi. Kuna vita hapo. Sasa chali alipokuja na makarai zake, unaona hospitali anaendanga na makarai na nini? Kwenda tu kauliza mwaneko, kuangalia weche kitu akaangalia kai. Akaangalia, akamshika, akamwangalia, akaangalia mkono yake, akaona hapana. Akaenda kwa kioo, akaangalia, akaona hapana. Akamrudishia mtoto, akamwambia ugithia mwana. Kutoka hapo na hapo hajaionekana huyo chali. Na demo da kuhudhuruga kahuana mama wao. Ule onadonio time mtoto ni mujaina wapi? Nakatige hithe kama. Hata hiyo sasa story na macho imekaa hivi.
Kaezi fichika. Okay. Haki dunia inakuwa na story. Sijui kama ushaipitia story kama hii yake. No, things happen, but until you just keep asking yourself, why could this happen? Nilikuwa nasoma story ya mtu anaitwa Gideon. Walikuwa wameteswa sana na watu walikuwa wanaitwa wa Midianite. Sasa wao wanalima vizuri, wanapanda vizuri, wanapalilia vizuri. Time ya kuvuna tu hivi ndio Midianite wanatokelezea. Naambia leteni. Sisi kama ushapata hiyo story. Yaani unakuta wakati sasa umepanga life yako mzuri, kila kitu imekuwa mzuri. Wewe sasa unaenda kuchukua hivi. Kunatokelezea kitu. Yeah, inakuwa hivyo. Inakudisorganize, inachukua hizo vitu zote, unabaki tena zero. That is it. Yeah, kunakuwa hivyo. Ama any disease unakuta imekuchukulia, yani umeanza kulipa bills zingine ambao uko unakusujudia. Inakuwa tu roho ya Midiani. Sijui yani life yako ilikuwaje? So you can imagine your life sasa Hebu imagine sasa huyu ni kijana first of all amezaliwa. Na huyu kijana amezaliwa ni wa second born. So but unakuta baba, hata you can imagine the father that alimarry my mom, ule sasa the third born, kale kijana third born na last. Ni wa baba mmoja. Sasa hao unakuta hao huyu baba alikuwa amefungua duka. You can imagine that kuna vile alikuwa anaambia wengine watu wakujie mkate. Sasa tukafanya blanda tuende waine. Au nione hata hiyo mkate wapati. So hiyo mkate yapati. Sasa ilikuwa wakati tunataka kwenda hapo ilikuwa inabidi najificha. Wanaenda wanapewa wakikuja ndio sasa tunakula pamoja. You can imagine your torture, yani hata mind. Wewe mwenyewe unaweza kujiuliza sasa nili go through a lot of pain. Because unachikisa huyu ni kijana amejipata, amezaliwa, then mama anamjua, then ajui babake. Wala hakuna hata picha kuoneshana that huyu ndio babako ama anakaaje. Yani sina idea vile anakaa. So mlielewa hiyo maisha. So you can imagine sasa afu mother naye ukua. Yani ile kukupass, mother alipass kutoka dogo ukiwa dogo. Sasa tukiwa wadogo kwa how old mama hapo ndio tunaga sana noma inakujaga tunaga nini? Ka document kana show nini? Venye alikufaga. Hata sasa venye alikufaga mother alipass na alikuwa msick. Alikuwa msick so na sisi tulikuwa wadogo, kuna vitu moja 2-3 mwezi kuzishwa amwambii. Jota mimi nakumbuka the time the information ya kuambia mamako amekufa ilikuwa tu wakati tumeamka usubuhi nilikuwa nafunga karaba hapo. So nikifunga karaba nikasikia kijana mwingine akakaa mniaje Mikey ama Ngethe mamu anyua kuire. Hiyo ndio information. Yaani breaking news ilikuwa hivyo sana. Mimi nikamsikiza nikafunga kiatu nikaenda kwa kale ile room walikuwa wamepewa unajua ile nikasingo nikakata nikapasia nikafungua kapasia yenyewe nikampata amelala pale kwa bed. Nani? Mother. Bado alikuwa kwa bed. Sasa amekufa. Bado unajua sana usubuhi hajapeleka nini wajakamio mocha. Kwa hivyo alikufia kwa nyumba. So alikufia kwa keja. So you can imagine sasa hiyo sasa vile alipass life ilikuwa the moment tu sasa kaliumana. Ni wakati sasa nini matanga iliisha mtaani. Sasa hapo sasa ni kila mtu anashughulikia life yake unaget. Sasa nyinyi wote. Sasa na huyu mzee alikuwa amewa nani? Mother. Sasa huyu unajua ni vile sasa pia unajua anachomewa. Hataki sana kwa associate sana na hii family sana juu kuna mbili si zake. Unajua afadhali unajua sasa wazee wa sasa wako poa anaweza kumari hata kama una watoto watatu umpatie mmoja ataelewa. Wa kitambo alafu sasa anaambiwa ndio kanaka uga 3. Wewe ni gake. Ndio ndio. Ndio. Yani kwa tali hakili. Ndio no ushweko. Imagine. Kote ko lipuliwo. Either ageciria kasarie. Akore ni wakora goko. Akore ni watu mire nyina ndagacoke kana ndagamucari. Rugora ona kene araikara na tete. Nani araikara kwa tete keki kariga gukathia. Alafu ulikuwa kehe ambayo ni kichapchap kinafanya maneno na huko hivi. Huko heka uduraji ugeko huko akona kai. Yo. Nile mavijana unajua. Haso ilikuwa hard. Haso ilianza ilikuwa hard. Haso ilikuwa hard. You can imagine hiyo
hiyo life unajua mama yako si ati amepasa nini na rĩu harĩ ũngĩkiugaga atĩ nĩ aragetigire kĩndũ angĩgayũ gũtirĩ ona kĩ atiga ona kĩ mwatiguo mũrĩ ũguo ndarĩ ona kĩ so I think gwĩcira nĩ vile sasa nĩ atahangĩtwo nĩ marandiro ndirona nĩ ũndũ wa ndio ndũngĩaga kũrĩha nyũmba usipolipa nyumba obviously wanakuchotanga kitanda ama mattress gwĩcira alikuwa amechota choto ona gũtarĩ kanyamu hapo na kitu tunaweza graba tutuseme hii ati sasa hii ni yangu hii ni yetu alikuwa tu hivyo unajua alafu sasa the normal ile ilikuwa hata akipass akwa nile unasema unajua most of the people wakubaliki kako kwa era yako karibu kupass aseme labda baba huyu ni nani na ni nani unashika so unachiki alipass bila kusoa information yote so juu hakuna mtu anaweza jua ka umtoini wa kurepiwa kana no wake wanyiza ndungimenya ruto ile nduri kindu ndangigate na kafuku gako ka post bangire zikahithete rungu rwa mukondo mutarore mukondo na hau thĩinĩ imagine yani kwenda tu hivyo ama kusema tu yeye kijana ati yani hivyo kujua kwa ati babako ni fulani una get wewe ndio at least wewe ndio katafute huyo babako ingesaidia sana ingesaidia hata si hata apart from kunini kusaidia financially but kujua hiyo unachikia kujua kutaka kujua kujitambua imenikula ilinikula hata nikiwa mtu mkubwa baba hiyo ilinikula sasa bado unatafutanga kutaka kujua who was my father na nikienda kuuliza sasa unajua familia ule sasa anko yangu mkubwa so ukienda kumuuliza story kama hizo wanakulelate na wanakuwa nini wanakushikanisha na like when ureda umusalie niguo guteithie nido yake utaki kuwork hard mimi naambia no mimi sitaki kujua yana mali ya maana lakini nataka nijue ni nani gikorwa at least niwe na foundation nijue at least who am I yani gemenya get nijue sasa ati hapa at least kuna naweza sema hata ukiniuliza hiyo Mkikuyu na nini nitasema naweza sema Mkikuyu na get sasa hakuna basi unakuta sasa mlirudi mkalaimu na hawa vijana wengine vijana my brother sasa kile ilikuwa vile mother alipass hapa sasa ilikuwa sasa ni wewe na dunia na tumbo yako sasa na mashosho maanti shosho alikuwa shosho na alikuwa na sasa shosho alikuwa ametupatia shosho unaenda kinyumba kinene kia doro kinyumba kikubwa kia matope so tulikuwa tunalala huko unaona hali iko ine nitwara akakunia akakagotoni after gekurika una muregeti na malikore kirio kuko ino rugari no kaguru na muhu no to bado kwari na saka sto bado ko uthe iroboto no skire yoku iroboto shiri yoku ndio ona ugo nuri wari ona iroboto tiga iroboto ndeto ne indo ciothe ndui na ndui kwi dutu kwi dasia mwili kuna ndutu jigas na kuna chawa ya mwili kuna chawa ya mwili ile ya white na kuna chawa ya kichwa na kuna ya kichwa ya black ya black na lakini sasa ile kuna ile anjegeke ile iko nikula ni turandirova juu ni twa dhambi neto ni twa me yeto gitwihithaga kiria neto tunaita twanjegeke ona twanjegeke ni ndira no ni twa dhambi no ukinyuire matawa tu tuguthago matawa niguo don't worry, just forgive us when we mix with the Greek, French, and English. You know, the story is really good. It's the highest of masomo. It's what? It's what? Highest of masomo. Highest of masomo. Then you can improve and upgrade. To upgrade the masomo. So you can imagine. Sasa hapa kwa hizi vitu Ojo sasa kwa shosho pia alikuwa economist yani. Sasa gatawa ni riri. Tani kanyitira ile kamukebe. Katika nyitira ni kamukebe koko. Alafu itatobolewa. Ametoboa katambi. Alafu katambi. Alafu ameka rationing. Katambi ni ile ilikuwa ya kabrangeti. Kabrangeti sasa ameka katambi mafuta sana ya tubo project. So kuna vile hiyo tambi, hiyo tani shosho angeinua. Mimi mkinua inapoa. Hako wewe alikuwa anajua formula ya because amekaeka leo kali yake maguta katika speed
master Rĩu wako kĩrĩa ni- twekaga arĩ twatigaga ũrĩkĩ another group yani twatigaga rĩu mavijana no akiona rĩu twĩmatware mavijana like 6 ama 7 tondũ maya mangĩ no bado no sasa ni harakati sasa rĩu mavijana mothe twĩ nui inabidi sasa utoe kila mtu utoe suruali. Kwa nini? Sasa suruali sasa ni operation. Hakuna stima. Hakuna stima. Sasa ni operation nini kutengeneza chawa sasa Kuua chawa. Sasa kuua. Nikaviruale kwa ndo unaenda ugeke. Sasa ni kushinda hiyo tatan. Sasa ilikuwa sasa unashinda hapa kwa taa, unajua sasa ni mob urahigura unakifungua hivi unapata kama 8 ziko mahali pamoja yani na machawa. Mayai. Mayai so zake. Unakuta ukirutoa hivi ina take time na gedha kudoze bado inaenda speed. So ulikuwa unabidi sasa umeshika ka underwear una time mali ziko mingi unakakunja kunja hivi. Let me show you. Kama sasa ziko hapa kwa line unakunja ka underwear hivi then unauma zinakufa unaziua technologically unajua hata ni kunijani ndio sasa ukiuma hiko unaua like kama unaua mingi. So ilikuwa hizo unajua jina ndutu ndutu si hadi teka utoka sasa hizo ni machawa hizo na majiga zisiko sasa jiga sasa sasa nikatoa mkiatu unaweza shtuka miguu yangu kuna vilani unakutaga sasa ndio tulikuwa nimezoea kanyaga na hii si arastije hutia hii iko ndani ya kiatu. Hii iko ndani ya kiatu hii mguu. Yaani ilikuwa unajua sasa huwezi kanyaga. Mimi nilikuwa naingia video show. Nafukuzwa. Juu sione movie na concentrate na kujigwara. Na huwezi jigwara na vidole. So unajua unajigwara kwa simiti. Sasa unahebu inua mguu yako watu hapo hii. Sasa hii kikanyaga tu hapo. Sasa hii kiatu hii venye iko na hii shoe poa hivi. Ndutu zilikuwa zimekula. Ndutu zilikuwa zimejaa kwa hizi miguu. Na sasa si kidole moja. Ndutu kile uaga zikishakaa nikaa vile unaonaga maoria. Wakienda mahali wanaitanaga wote. Wanakaa hiyo base na wana dominate na kwa yao una get. So ndutu ikikuja kwa hii kidole zuu itana. Sika ihora. Jiga sasa. So ilikuwa vile ziko mob unakuta sasa hiyo I wish Susi angekuwa hapa atuzumia hii lakini juu yako busy kiasi. So unakuta ikiwa hapa unakuta sasa moja sasa juu hiyo kutoa ni uraboweka ni vile ni mingi juu unajua sasa yani zimekuwa nyingi ndio tu sign yake wakati kujigwara kakiingia kamoja unaweza jigwara the whole mguu. So you can imagine 10 ndutu zigo kwa mguu kwa hiyo kidole moja hivi ginyogi kigudhana nyundo ugwethwa kimwithwo ruru kimudhwa kiritu kia ndutu inya kana 10. So unataka kuimagine so ilikuwa inafika level hizi ndutu sasa unafanyaje? Sasa unangoja zikue kubwa. Kikubwa kubwa kinakaaga size hii kia white na kichwa kama jificha hapo ndio ka black kana ka dot. Sasa inabidi sasa juu kiaka kichwa ndio kana kwa kameshika ndio ka foundation na ngozi. So unakutaga nilikuwa na ngoja zifanye nini? Nilikuwa na ngoja zikue kubwa. Nafanyaje? Na ngozi na inua juu hivyo na yani ni kama kurarua kupasua ndio itoke ikipasua hivi inatokana kama 6 kwa kidole moja kwa hivyo una trick ilikuwa unaacha zikue kabisa mpaka hiyo ziume zikule hiyo ngozi yote. Sasa ukitoa utatoa mingi once. Sasa ni kurarua tu hivi nao ile shimo itabaki hapa brother mtaro ginya dwara no umehuhio haina foundation so unakuta you can imagine the after sasa unajua sasa ilikuwa unafanya ndio isirudi tena una dip kwa mafuta taa unajimwagilia mafuta taa kwa hiyo miguu na bado zitakuja dikane na kani roho na ni roho na ndutu ni roho ya uchawi ya uchawi na umaskini. So alafu unajua sasa kitu moja sasa tuko machoko you can imagine tulienda kiasi that sasa tuna madogi unaona chokora chokora na kuagana maumbo kama wanakuagana maumbo kama 40 mna madogi proper. So madogi nazo zimeweza kuleta vitu inaitagwa irovoto. So dogi pia zina vitu zao na pia unajua dogi zilikuwa na dozi pamoja nazo unashika sasa kuna hizo nini madhuya hizo manini machawa za sasa zinataka viroboto viroboto so you can imagine hizo vitu
vilani yani umse vile analala yani si ana hauna peace hauna peace ya kulala. Sasa niambie, ulikuliwa na chawa, ulikuliwa na jigas, ulikuliwa na viroboto za umbwa, si ndio? Sasa hiyo je hesabu minyo unajua sasa ni aina mingi sasa proper. Sasa bado damu inapatikana ya minyo. Imekulia brother. Na rura kugure. Unajua sisi tulikuwa tunaitwa unajua saka kama sasa mtu alikuwa anakula nyama daily. Sisi tulikuwa tunakula nyama daily. Yani unajua sasa tukienda mbolea kunini kuchokora huko kwa meikwa chokora bado. Si ndio sasa life sasa inakujimeenda hivi sasa. Lakini kwa utorolete leo. Tu atake ni mtu sasa unajua life imeshakuwa hii mkono ndio baba na hii mkono nyingine ndio mama. Sasa usipofanya anything utakula mkono moja ndio. Na I thank God for Kawangware kumejaa nini? Kumejaa vilabu za busa. Hiyo busa inaitwa mbare. Mbare ni mtu ule wa budha. Hiyo Sunday ilikuwa morning breakfast. For not for siku moja, miezi. Hiyo ndio twali yaga. Jutuni kuamka kwenda kusaidia yule atakaranga. Then ukimsaidia kubeba kuni atakubali akikaranga ukule. You can imagine so hiyo ndio sasa ilikuwa inatusave sana. Afisa mbolea unajua wakati mkienda mbolea ukienda na gunia kuna karatasi inakuwa ndani. Hii karatasi ni ukikuta ugali unaweka hapo kando. Mawaru unaweka hapo kando. Kaburuba ndama kamkebe kakimbo. Unajua kuna watu wana ile mtoto ana kisu hivi. Sasa huko ni ungwaro. Sasa ni ungwaro. By the way nilipita huko ungwaro juzi nikapata mpaka ndio place tunaweza pata mikate inapimwa na itakuwa ya mudhukia ni kuna nyamadi za mudhukia yani manyama ungoro na kutaga vile unachagua mtumba hivi nyama zimemwagwa hivyo yani kwa barabara huku kuna ngozi ya samaki yani pale kuna historia nini ungwaro huko miguu ya kuku the gold mine hiyo ni gold na madharigo na mutwe kwanza kwa kile madharigo matigore kaka yani megoro moragite ndo butha ingi muno torome wakiria na maria ingi ni gutharana ngigithiete githia kuiba rugitu rohetio ta hiki gitiumaga gikoma gikamuraga so life you can imagine so the point ukienda mbolea ile iko sasa unajua ukipata hata kama ni mfupa tuache mfupa kuna kitu tunakuja kuifanya inaitagwa recook. Ashika recook ni kuipika tena. Sasa nataka tuende break. Yes. Alafu tarudi. Story ndefu. Na hiyo story imebamba. Na itafika pale. Na itafika pale. Pale inafaa kufika. Story yake.